jichaji, jiongeze, anza kuwa mtu imara. Udhaifu hautaki hudumu. Uchanga wa kiroho ni nzuri, lakini kidumu kwa muda mrefu sio nzuri tena, inakuwa udumavu. Sasa mtu wa Mungu, na kawaida mbegu ikipandwa alafu haiongezeki, baada ya muda hata mkulima anajua hii haitazaa tena, kwa sababu ambayo imepandwa nayo tayari ina maua, alafu lenyewe bado ni lifupi hivi itakuja kuzaa. Naomba niwaulize tu wale wakulima, umepanda mbegu mwezi mmoja iliyopita, baada ya muda zikawa zimeota zote, baada ya muda zile zingine zikapanda zikaja juu zikaanza kuweka maua, lakini kamoja kamekaa hakajaweka maua na bado ni kafupi. Bila shaka tayari habari zake zimeishia hapo, na itakaa hapo na haikauki, unashangaa lipo tu, lakini halitazaa na halina matokeo kwa sababu ya kudumaa. Kwa usikubali long dormancy. Usikubali kubaki sehemu moja kwa muda mrefu. Usikubali kubaki eneo moja kwa muda mrefu. Unaweza kuomba, umeomba lisali moja, jitahidi kesho tena ongeza dakika 10. Jitahidi. Kadri ambavyo unafanya, baada ya muda utajikuta ukikaa masaa 3 kwenye maombi hayatoshi. Baada ya muda unakaa, unaona kabisa ukikaa wiki haujafunga, unaona kabisa haitoshi, kwa sababu umeanza kuwa na mtazamo wa kimungu. Umeanza kujua kutengeneza mambo ya kiroho kwa kinywa chako na katika maombi yako. Baada ya muda utaanza kuleta matokeo ya ajabu. Mtumishi wa Bwana asubuhi alisemaje? Dunia huwa iko kinyume na mchakato, lakini dunia iko pamoja na matokeo. Sawa watu wa Mungu Tukimwona mtu anaimba hapa anafanya vizuri, yuko katika mazingira fulani, hatuna muda naye. Hakuna anayemwambia Bwana unajitahidi, hakuna anayemwambia mtumishi wa Mungu ongeza maombi, hakuna anayemwombea. Lakini mtu baadaye akiwa mkubwa, akimwona kwenye TV, atakuwa anaonyesha, unamwona yule tumemlea yule tangu hapa tuko naye Chikongola, tulimlea tukamjenga, yule ni binti wetu. Lakini ukirudi kwenye uhalisia, wewe ndio ulikuwa unampiga vita, wewe ndio ulikuwa unamsema vibaya, wewe ndio unamwona na sauti mbaya, wewe ndio ulikuwa unakeleka kumwona shika mic unasema sasa naye huyu nini? Kwani siwachie wenzake waimbe? Huyu naye nini? Lakini baada ya kukaa pale, na wewe ni mzazi wake bwana. Na wewe umemlea, na wewe umepita kwenye mikono yangu. Kwa ukimwona fulani kwenye mitandao anaimba, ujue ni miongoni mwa watu waliopita kwenye mikono yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Dunia iko more supportive to the result, lakini they are not ready to support the process. Yaani wewe hangaika, teseka, anguka, watakusema vibaya, lakini hawajui kwamba shetani anatafuta kile ili wakiue. Ukimwona mtu anajitahidi kwenye mambo ya Mungu, mwombee, mtie moyo, yaani mfurahie, mjenge kwa namna unavyoweza, kwa sababu hatujui kesho yake itakuwaje, kwa sababu hao ni watu wasiotarajiwa, na Mungu anawatumia watu very ordinary. Kama anaweza kuambia siku moja Yesu akavuka akakutana na chizi, mtu mwenye mapepo mengi, si ndio yule jamaa anaitwa nani? Mtu wa wapi? Mgerasi. Wow. Yule Mgerasi alipoponywa, Mgerasi akataka mfuate Yesu, si ndio Yule Mgerasi akamwambia samahani bwana, pole, tungetamani kwenda na wewe, lakini kwa sababu umepona, hebu nenda kawaambie nyumbani na ndugu zako wote huko kilichokutokea. Bwana Yesu asifiwe. Mgerasi hajasoma chuo cha Biblia. Mgerasi sio mshirika kama hivi tukufundisha neno. Mgerasi hajaokoka. Yaani alikuwa hajaokoka. Kwa hiyo maana yake hana uzoefu wote wa kwenye hiyo imani. Mgerasi ukisoma alienda kukusanya mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia yaliyomtokea. Watu wakamwamini Yesu, watu wakampenda Yesu, watu wakamwamini Yesu. The same Yesu anakuja anamtumia kahaba. Kahaba akaenda katika mji akamwambia, jamani, nimekutana na mtu, bila shaka huyu ni Masihi. Kumbuka kahaba na wanaume 5. Lakini anaenda kutangaza habari za nani? Za Yesu. Anamwambia, jamani, kuna mtu, jamani. Yesu alipoenda, wale wanadamu wale wa Samaria wapale wakamwomba Yesu. Wanasema si kwa ajili ya maneno yule kahaba tena, lakini kwa sasa sisi tumemwamini. Sasa tunakuomba ukae hata siku 2 kwenye mji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akahubiri injili pale, lakini chanzo ni mwanamke kahaba ambaye wanafunzi wasingekubali wamtumie. Kwa nini nikwambie kwamba unajiona unatafuta level fulani ili utumikie Mungu? Start with what you have. Anza hapo ulipo. Anza na kiwango kidogo hiki. Unajiona una uimbaji, anza kutengeneza nyimbo, mwambie Mungu nataka nikuhubiri kwa hiki. Nikatangaza habari zako kwa hiki kidogo. Kuna kijana ananitia
kinanitia moyo sana. Ni mpiga gitaa, anatembea maeneo yote Dar es Salaam, wapi anataka, wengine wameona, anaweka speaker yake stage, anapiga gitaa, anapiga gitaa, anaweka nyimbo, anaimba nyimbo za sifa, anamaliza sema Yesu anawapenda, amemaliza anaondoka. Ameanza kutumia alichonacho. So Mungu ndo amempa hicho. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo wako ni nini? A man of question you need to ask yourself. Kila siku naambia mimi namwombaga Mungu, namwambia Mungu sawa, ninaishi, lakini najua Mungu kabla sijakuwepo alikaa akatengeneza kitu. Akasema sasa hii kazi inabidi afanye Elia. Sasa Elia atazaliwaje? Mungu anaanza kuandaa, apite kwenye familia fulani, azaliwe. Baada hapo nitamtoa hapa, ataenda, atapita hapa, atakuwa hapa, na wakati huu ataanza kuwajibika kwenye kile wewe umekusudia. Kwa tayari niko kwenye ratiba maalum, kama ambavyo iko kwako, kama ambavyo ilikuwa kwa Yeremia. Yeremia anamwambia sasa, mimi ni mtoto kwanza mzee, na mimi siwezi kusema, nitasema nini? Mimi ni mdogo, hebu niache nikuwe angalau, alafu nitafanya hiyo kazi. Akaambiwa tena, watakao inuka kinyume chako hawatashinda. Bwana Yesu asifiwe. Bila kujali ni miaka 7 years old, anakaa, hebu anaambiwa watakao inuka. Maana yake wakati huo hapigani na watoto. Watu wa Mungu mnanielewa? Wakati huo hapigani na watoto. Nasemaje? Mungu akizungumza kitu sehemu, usiangalie chochote ulicho nacho. Twende tufanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtoto mdogo anaambiwa tende, na watakao inuka kinyume chako hawatafanikiwa, hawatashinda. Mtoto mdogo wa miaka 7. Sasa anaenda kushindana na mataifa na majeshi na watu wazima, sio watoto. Tasema unakuja kumgusa Daudi. Nazungumza haya mambo ya watoshe kuelewa kwamba tunahitaji kuinuka, hatupaswi kukaa katika hali ya udhaifu. Watu wa Mungu, Daudi anaenda kwa mfalme, anampa ushuhuda. Anamwambia mfalme, mimi pamoja ni mtoto, lakini mimi mtumishi wako nilikuwa napigana na simba na dubu, na nilikuwa na waua kwa ajili ya kutetea kondoo. Sasa kama niliweza kumuua dubu na niliweza kumuua simba, huyo Mfilisti asiyetahiriwa atamfanya nini? Hivi mnaelewa ujasiri wa mtoto? Yaani hiyo ilikuwa inatosha kuonyesha kwamba tayari kwanza ana CV huko nyuma, ana CV ya kumuua dubu, ya kumuua simba. Hiyo inatosha kumpa imani kama Mungu alinipa uwezo wa kushindana na simba, basi mbele yangu atakayetokea yoyote ni nyama, ni chakula. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyama, ni chakula. Kwa hiyo akaamua, akaenda kwenye vita. Ya kwanza haikuwa inahitaji masilaha na nini, ile ilikuwa ni vita ya kitaifa. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa sio kutetea kondoo tena. Hapo ilikuwa kutetea kondoo. Kondoo hata kiliwa ni sawa tu. Lakini hapa wakati huo yeye ndo amebeba hatima ya taifa. Kwa hiyo ameenda, mataifa yamekusanyika pale, kila mmoja amemtoa shujaa wake asimame pale, na wao wakamsogeza mtoto wao pale kafupi kama hivi, wakamsogeza hivi na yeye mbele yake. Lakini kwa nini watu walishinda? Nataka nikwambie, amka hivi hivi ulivyo. Amka hivi hivi ulivyo. Watoto ni watoto, lakini tukirudi kwenye kazi ya Mungu, sio watoto, ni Mungu yuko ndani yao. Tuko sawa watu wa Mungu? Chikongola ni ndogo au unaona ya kawaida, lakini nasemaje? Mungu akiwepo ndani sio ya kawaida. Unaelewa watu wa Mungu? Wewe ni wa kawaida kwa sababu umekubali ukawaida. Siku ukiamua kwamba Mungu aanze kukutumia, utaona wewe sio wa kawaida. Ukawaida unatokana na mentality. Jamani, tuko sawa? Ukawaida unatokana na mentality. Kama tunaona Gideon anamwambia mzee, mimi hapa mnamo ni mdogo, alafu mimi kutoka familia maskini. Kwa familia yetu haiwezi kusikilizwa kwa sababu tuko maskini. Watu maskini hawana hoja. Lakini nakwambia wakati huo Mungu alishakusudia kuokoa Israeli. Kwa haijalishi amemtumia nani, wakati huo ushindi lazima. Tuko sawa? Mambo mawili ya msingi ambayo nitaka tujifunze, kama yatapatikana mengine utayatumia, utaandika. Cha kwanza, jikubali. Ili uwezo wa Mungu uanze kuonekana ndani yako, jikubali. Miongoni mwa watu wabaya duniani ambao hawatakiwi duniani waishi, yaani mimi nasemaga hawatakiwi duniani waishi, ni watu wasijikubali. Yaani mtu asijikubali hata akawa ana uhakika, lakini tayari ndani yake anaamini atakosea, anaamini atashindwa, anaamini hatafanikiwa. Yaani anaamini tayari haitawezekana. Jikubali. Cha kwanza, jikubali.
Na hii tunajifunza kwa watumishi wa Mungu wale vijana 12 ambao ni wawakilishi wa familia ya mzee Yakobo. Watoto 12 ambao wanakuwa wameimba hapa, Joshua na Caleb na nani wale wote. Baada ya kuiona Kanani ile pale, sasa kanuni ya wana wa Israeli ilikuwa hivi: kabla ya kwenda kuteka mji lazima watume wapelelezi wakaresearch, wakaangalie nchi ikoje, tunaanzia wapi, tunapita wapi, wakirudi wanapanga mbinu ya kivita according na maelezo ambayo yanapatikana na wale wapelelezi. Sasa wakati huu wakateuliwa watu 12, kila jamii katika wana wa Yakobo wakawa wametoa mwakilishi mmoja. Wakaambiwa sasa nendeni mkaipeleleze Kanani ile pale. Wakaenda. Waliporudi, wa kwanza, wa pili, wa tatu, yani wanaionea huruma taifa. Wanaionea huruma taifa. Wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wote wanatoa taarifa, wanasema jamani, yani mimi nawaambia msichojua, pale watu kwanza wanakula watu. Yaani sio wanakula nini? Wanatafuna watu. Yaani watu kule ni mboga. Mwingine akasema unajua kule tulipofika kuna wale watu warefu sana, wana wa Anaki wale jamaa. Wewe utaenda una nguvu ya kushindana wale jamaa, na wengine wana support. Jamani kweli, yaani kule kunatisha. Tena kule kuna Waamaleki. Waamaleki ndio wale ambao kibiblia ndio maadui wa Mungu milele. Tukia tuzungumze zaidi wakati mwingine. Waamaleki mpaka sasa hivi wapo, lakini sio taifa wala sio kabila. Waamaleki sasa hivi anatafsiriwa kama mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Johambo wanapiga mpaka sasa hivi. Hakuna taifa ambalo lina Waamaleki na hakuna nchi ambayo ni nchi ya Waamaleki. Waamaleki ndio mpinga Kristo, ni spirit ya kupinga imani ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Waamaleki wapo huko pia ambao tulishindana nao kule wakati wa Waamaleki, wakati wanapambana kuinua mikono ya kuhani wao. Ndio wakishusha jamaa kishusha mikono wanapigwa. Walikuwa wanapigana na Waamaleki. Wakati huo wakiinua mikono wanashinda. Kwa ili washinde inabidi usiku kucha wanashika mikono ya kuhani, wameshikilia juu ili washinde. Kwa maana yake Waamaleki walikuwa sio watu wadogo, walikuwa sio watu wepesi. Kwa wakati huo sasa tunahitaji mtu mwenye mtazamo chanya ili tushinde. Amina watu wa Mungu. Wana Mungu tayari na wana uhakika wa kushinda, lakini tunahitaji mtu mwenye mtazamo chanya ili tushinde. Basi wakati huo hawahitaji tena kujipanga